Mount Kenya counties. So for that, there is a team lead who is already hired, is working on covering the entire county. Hata sisi tunafikiria vile tutafanya. This is a program, a 6-year program, it ends in 2026. But even as that ends, there is the trust which will continue. They will take over from us. Na watatembea na the government around the mountain. And also Kenya Forest Services, all the farmers along the forest like KTDA and Nyayo T-Zone, and also coffee farmers. So we are working to conserve that kind of the environment together with the community. And the work we are doing, we are not doing alone as an alliance. We are working with everyone, and we appreciate the support of the government. Tukakosa kupanda mahindi ambaye tulikuwa tunafikiria kama wakulima wa hapa inaweza kuaddress food security. Kwa hivyo hata kama mkubwa umesema hiyo tukanyangie kidogo, Madam CCF anasikia tungetaka kupanda mahindi ndio halafu tuwe tunaendelea vizuri. Kwa sababu tuko na Kenya Forest Service, tutakaa pamoja halafu tuwe na dialogue, tujue ni crops gani tunaweza panda ndio wakulima wetu wapate kufaidika kwa hayo. Sitaki kusema mengi sababu kwa CFA zote wamesema, wameongea mambo ya kuaddress ama upandaji wa miche ambayo tumepanda kama 63%. Kwa hivyo tumereduce forest destruction kwa wingi, na najivunia kuwa Mkirinyaga kwa sababu si ndio tumeongoza tukiwa namba 4 kama vile CFC amesema kwa upandaji wa miche. Tutaendelea hivyo kama team, alafu ndio tuweze to meet the target ya vile president wetu amesema tukifikisha mwaka wa 2032. Hiyo ingine nataka kusema tu mambo ya FCC, kazi yake ni gani? Ile mambo iko hapa chini tunaweza ongea na ofisi ya CFC, ndio mnaweza tu advise vile tutafanya ndio tujue tutakaa aje, tutakuwa tunafuga mifugo yetu aje tukishikiana pamoja na nyinyi. Kwa hivyo tunajua mkiwa hapo na pamoja tukiwa Kirinyaga na CFC na timu yake itakuwa sawa, na hizo challenges tuna face zitakuwa zimekuwa addressed. Kuna kitu mpya ya kusema ni kwamba when it comes matters rehabilitation and restocking of the forest, hiyo mashamba umesikia huko juu, hata hii hospitali iko hapa ilikuwa imejengwa huko juu, lakini wakati ilishuka huku, I'm talking from a point of history. I'm 29 years old, na nikiangalia huko juu nasikia ni miaka karibu 10 iliisha. So lazima nilikuwa shule, lakini kwa sababu mimi ndio nimepewa kazi ya kutetea hawa wananchi, hizi CFAs, tungeomba tafadhali hiyo mambo ya rehabilitate msitu huko juu, hao watu wapewe plots, wapande ile kitu yenye utatuambia. Kama ni mahindi wapande, kama ni viazi, hata sisi tukue kama Kinangop, na sisi tutunze msitu. Na wakati ambayo itafika tuambue sasa, kwanza ondokeni, msitu imee on its own. Trust you me, these are very cooperative people. Kwa hivyo tungeomba, hata mimi ukiniona nikiwa mdogo hivi, najua sometimes people don't really see me well, wakiniangalia kidogo hawanionangi vizuri, utulete on table, at least tusaidie kusukuma. We are good ikifika ni kusukuma vitu, kazi ndio ifanyike, and I'm pretty much sure hawa watu wametuweka hapo because they have trust in us. Niwaambie kama kuna kitu Mungu wametupatia, as Kenyans, as people from Kirinyaga, and as Africans, our environment. We come from the best region, even globally, kwa sababu we are the people that live within the tropics. Na hii mazingira unaona huku, it is among the things that make sure that our health is good. I'm a medical doctor working at Kenyatta National Hospital, and a master's student specializing in what we call oncology, mambo ya cancer. Na ninaweza kuwaambia, ile wakati tunaangalia mazingira yetu na tunaingiana vizuri na mazingira yetu na tunakula zile vitu ambazo zinatoka kwa mazingira yetu, tunaangalia afya yetu, and that will make sure that we are not going to have
candidates as patients pale, mtupunguzie kazi huku na maisha iendelee kukua mzuri, ndio at least tupunguze kukula hizi vitu synthetic zenye tunatumia kwenye hatujui kwenye zinatoka. Kwa hivyo juu ya hiyo story, our chief guest, unajua wewe ndiye bazuu ikifika hiyo area, angalia hawa watu ndio tuweze kulima viazi ambazo hatutumii so many agrochemicals. Sio ni mzuri, na ndio maisha ya watu wetu ikuwe mzuri. Iko PELIS, tuko na PELIS rules and guidelines, lakini wakati mwingine unakuta we are not following these rules, we are breaking the rules, we are not observing the guidelines. Kama hatu observe basi inatupili, Kenya Forest Service iko na haki ya kusimamisha. Kwa hivyo kila kitu iko na sheria zake, na hizo sheria zikifuatiliwa basi kila kitu itatendeka vile inastahili kutendeka, na tutatembea pamoja vizuri. Kuna sehemu zingine kama sheria moja inasema ng'ombe ikuwe ndani ya msitu kuanzia saa 1 hadi ni saa 12 hadi saa 12, lakini wengine wanataka ng'ombe ilale msituni. Hiyo hatuwezi kubali. Inasemekana kwamba tusipeleke ng'ombe kwenye tumepanda miti haijaenda beyond 3-4 years, lakini unakuta watu wanaenda kugraze penye miti ilipandwa jana. Pia kuna sehemu mbalimbali kwa msitu ambako haturuhusu grazing. So hiyo sheria ikivunjwa ndio unaona sasa hatukubaliani. So tukiweka hiyo kidole tunasema within the law. Tutakubaliana kufanya hiyo rights zetu within the law, na hivyo tutaweza kwenda mbele. So nikizungumzia kuhusu hiyo PELIS kwa sababu ni one of the user rights, PELIS inaendelea kila mahali Kenya hii, na sijui kwa nini Kirinyaga hatujafanya PELIS. So ningependa tu kumuomba Bwana Riongo aweze kuandika for authority ili muweze kukubaliwa kufanya PELIS hapa. Na mahindi pia ilikubalika. So I think tunaomba vile vitu vimekubalika na vile vitu vinaendelea everywhere else in the country. So sijui ni nini, kama kuna tashwishi hapa, siasa kidogo kidogo sijui, but Bwana Riongo akiandika barua apewe authority, you may continue. So ni hiyo tu ni hiyo tu ndio inatajika, that you write a letter for authority and authority should be given. Mambo ya grazing nimezungumzia, lazima tufuate guidelines vile ziko. Mambo ya kuni, nataka kuzungumzia kuhusu kuni kwa sababu ni kitu tumefanya tangu zamani, na sasa tunasema kwamba by 2028 tuwe tuna move to clean energy. Unajua kuni ni mzuri, lakini kwanza wamama tunachukua muda mrefu kwenda msituni kulete kuni, si ndio? Tunaweza kutumia hiyo wakati kufanya mambo mengine ya kimaendeleo. Pili ni inachosha. 3, kuni iko na a lot of pollution. Watoto wetu walizungumzia kuhusu pollution, lakini pollution ile iko ndani ya nyumba ni mbaya zaidi, na watu wanapata maradhi, a lot of diseases, respiratory diseases kwa sababu ya hiyo moshi, na kwa sababu ya hiyo inaitwa particulates, zile vitu ndogo ndogo ambazo ukizibreathe ndani zinakuletea mashida mengi. Sehemu kama hekta 1400 ambayo naomba washikandao, naomba sisi wote Kenya Forest Service na zile program tuko nazo tuweze kuhakikisha kwamba within the shortest time tumerehabilitate the 1400 hectares tukiwa pamoja na community. We do also have a challenge, madam, that plantations were harvested since 2012 umesikia kwa CFA, and that they were not restocked. We know part of the contribution to livelihood of these people of Kirinyaga is the timber industry. Ina employ watu wengi. I don't have the data, lakini nyinyi wenyewe mnajua Somiras, wale watu wote wanafanya kwa mbao ambayo inatoka msituni. Ni industry kubwa ambayo ina contribute to economy na livelihoods ya watu wa Kirinyaga. So we have about slightly above 300 hectares that are not restocked.
ambazo naomba washikadau na sisi wote kwamba we need those plantations as a county kuensure kwamba the industry thrives na inaajiri watu wa Kirinyaga, ndio watu waweze kuishi maisha mzuri. So in connection to that, madam, I raise the issue, the security, that tunataka kuomba watu wa Kirinyaga, ma CFAs communities wapatiwe nafasi ya kurehabilitate zile 1400 hectares na hizo 300 hectares of plantation kwa kupatiwa plot kidogo kidogo, wachunge miti, tutoe ile challenge ya mwisho ambayo ni invasive species. Kule ukiingia ndani utafikiria ni msitu, lakini msitu imelaliwa na kitu inaitwa marubare ndare, simelalia huko ndani, zinatakana kutolewa, miti ipandwe. Ukienda upande ya chini utakuta kwamba ni Mauritius thorn, ile miti ambayo ukitoa pande hii na kushika pande hii nayo imekamata imelalia msitu, utafikiria ni miti. Hiyo sio miti. So tunahitaji kupanda miti, na tungeomba kwamba turuhusiwe tupatie watu plots ndio wapate viasi kidogo chakula hapa na pale, as we maintain and conserve our forest. Na hilo likifanyika, in the next 5 years Kirinyaga forest will be secure, na hakutakuwa, ukiangalia kwa map juu utaona kwamba miti imejaa kila mahali. Kuko namna gani huko? Abai miti ya mali. Kwanza kama udhitikana ndio ndio bali. Achana na pesa. Nimekutafuta sana. Kuja. Pesa yako hatutaki. Kazi yako. Mungu ni mwema. Before I declare Kaso Participatory Forest Management Plan 2024-2028 officially launched. I declare the Kangaita Participatory Forest Management Plan 2024-2028 officially launched. Pikiri pokoro. Ilianza pakara, akaenda pekere, pikiri pokoro, kwenda pukuru, ilienda pakara, oka pekere, safari ya kwenda pukuru, ilianza pakara, ya kwenda pukuru, ikaenda pekere, pikiri pokoro, tuimbe. Pande miti Participatory Forest Management Plan 2024-2028 officially launched.